Yesu alituokoa na akatuahidia turithi uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hivyo unapokuja hapa, kuja ukiwa tayari kupokea kile ambacho Mungu anataka aseme na wewe. Lakini tamani Mungu akuguse na aguse maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukaondoka kama ulivyokuwa. Itakuwa ni hasara sana ile siku Yesu anakuja kulitoa kanisa lake, na wewe ulikuwa mhudhuriaji mzuri wa kanisani, haukuacha ibada yoyote. Kila wakati ulikuwa ukija kanisani ukashiriki kikamilifu, hata nje haukutoka. Ulikuwa mwaminifu kwa ibada. Sio mwaminifu kwa ibada tu, ulishiriki vitu mbalimbali kanisani. Ulitoa matoleo yako, ulitoa sadaka, uliimba ukiamini kabisa ya kwamba Yesu atakaporudi na wewe utaurithi ufalme wa Mungu. Itakuwa ni hasara sana atakapokuja Yesu halafu uwe miongoni mwa wale watakaobaki kwa sababu tu haukuambiwa ukweli. Mungu aturumie sana. Unapokuja kanisani, roho ya unyenyekevu ikutawale kwa ajili ya kusikia kile kitu Mungu ambacho anaenda kusema. Lakini pia ujue lengo lilo kufanya uje kanisani. Maana kuna mtu mwingine anakuja kanisani au anahudhuria ibada, hajui lengo ni nini. Anaenda tu na kutoka. Hajui lengo ni nini kilichomfanya yeye aje ibadani, au kilichomfanya yeye aokoke, hajui ni nini. Mungu aturumie sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi usishangae kuna vitu anakuwa anachukua, lakini ni muombe tu aketi. Chukua nafasi uketi, uchukue ukiwa umekaa, ili uweze kusikia pia kile kitu Mungu anaenda kusema. Kaa tu sehemu ambapo unaweza ukachukua matangazo haya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema aliyetukusanya mahali hapa. Anataka aseme kitu na wewe. Nafsi zote hizi kuona zinaangamia ni hasara kubwa kwa Mungu, kwa sababu umetoa muda wako ukaja hapa. Huu muda ungekuwa unafanya vitu vingine huko, lakini kama umekuja hapa halafu usiupokee ukweli ukaondoka hivyo hivyo, ni ajabu. Ni sawa na mtu umeenda hospitali, umefika pale hospitali wakaangalia ugonjwa wakakwambia, halafu wakakupatia dawa, ukatumia dawa na usipone. Unajisikiaje? Mungu aturumie sana. Unajisikiaje umeenda hospitali ukahudhuria ukakamilisha kila kitu, halafu baadaye ukapatiwa dawa, lakini baada ya kutumia zile dawa zisikusaidie chochote, labda ni dozi ya wiki 3 au mwezi kabisa, ukatumia kwa kuzingatia muda, ukatumia kwa kuzingatia maelekezo, halafu ile dawa isikusaidie, utajisikiaje? Ni lazima ujisikie vibaya. Hata Yesu anaangalia unapokuja kanisani, anatamani ukutane na neno la ukweli, ukutane na neno la Mungu litakalo kubadilisha, litakalogusa maisha yako. Bwana Yesu atusaidie. Ndiyo, unapokuja kanisani tarajia kukutana na Mungu, aguse maisha yako, uambiwe ukweli kwa habari ya maisha yako. Ndiyo lengo ambalo limetuleta hapa. Mungu aturumie sana. Au nipende kuuliza swali hili, maana wakati nimekaa hapo nilisikia kuliuliza hili swali. Hivi ni kwa nini wewe umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Eti kwa nini umeokoka? Lengo lako kuokoka ni nini? Amina. Mwingine, kwa nini umeokoka? Jamani, haujui kwa nini umeokoka? Halafu uko kanisani. Mungu aturumie sana. Sema kwa nini umeokoka, tupate angalau watu wawili wawakilishe watu wote. Kwa nini umeokoka? Unatarajia nini baada ya kuokoka? Hatimaye nini? Kwa sababu hata mkulima
anapoanza kulima kuna kitu anakuwa amekusudia. Hata mfanyabiashara anapoanza biashara yake kuna kitu anakuwa amekusudia. Hata mwanafunzi anapoanza kusoma kunakuwa na malengo amekusudia. Sio tu aende shule alafu arudi nyumbani, hapana. Kunakuwa na kitu amekusudia. Wafanya biashara kuna kitu unakuwa umekusudia. Unaamka kila siku asubuhi unaenda kazini kwako, kuna kitu umekusudia. Unaamka kila siku asubuhi unaenda shambani kwa sababu fulani. Unaweza ukaenda kwenye ukumbi fulani, labda kuna harusi eneo hilo. Unafika pale ukiulizwa kwa nini umekuja hapa, utaeleza nimekuja hapa kwa sababu labda kuna sherehe ya ndugu yangu. Umeenda pale kwa lengo fulani. Sasa swali linakuja, wewe kwa nini umeokoka? Ujue kwanza kwa nini nimeokoka. Kwa nini umeokoka? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeokolewa na Mungu ili tumtumikie Mungu, abadilishe maisha yetu, kisha tukaurithi ufalme wa mbinguni. Asante. Kisha tukaurithi ufalme wa mbinguni. Mwingine? Jamani, haujui kwa nini umeokoka? Usiogope. Kwa nini umeokoka wewe? Kwa nini umeokoka? Ndio. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa tuangalie neno linasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kikubwa tunaokoka ili tuurithi uzima wa milele. Amina. Anasema tunaokoka ili tuurithi uzima wa milele. Mwingine? Dada alikuwa amenyosha mkono. Pia mimi napenda kuongezea hapo, tunaokoka ili tuwe na hofu ya Mungu. Hata unapokuwa unataka kufanya kitu fulani unakuwa na ile hofu ya Mungu ndani yako. Maana tunaokoka yani, afu mwisho wa siku tunaurithi ufalme wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri umeona hasa lengo la nini? Lengo la kuokoka. Kuna watu waga wanapenda kuandika. Ungekuwa umeshaanza kuandika. Mungu atuhurumie sana. Ungekuwa umeshaanza kuandika, kwa sababu hivi vitu ni muhimu pia kwa wale wanaopenda kuandika. Huu ni utangulizi ambao Roho Mtakatifu anataka tuupate. Usijali, kuna muda mfupi tu, lakini natamani niseme kile ambacho Roho Mtakatifu anataka abadilishe maisha yako. Kwa sababu hata kama nitakutajia labda somo hapa, halafu nikakutajia point zisiguse maisha yako, ni kazi bure. Mungu atuhurumie sana. Kwa hivyo unaona kwamba kumbe tumeokoka ili tuurithi ufalme wa Mungu. Si ndio? Tumeokoka ili tuurithi uzima wa milele. Au kuna mwenye lengo lingine tofauti na hilo humu ndani? Nani hana lengo yaani mwingine mwenye lengo tofauti na hilo humu kanisani? Yaani yeye tu ameokoka tu basi ili mradi. Anyoshe mkono. Mwenye lengo tofauti na hilo la kuurithi uzima wa milele. Yupo? Mungu atuhurumie sana. Lakini tunarudi hapo hapo. Sasa ili ni urithi huu uzima wa milele, kuna mambo gani ambayo natakiwa niyakamilishe? Jamani, siku ya vijana, si ndio? Ni hitimisho ya vijana, lakini Mungu anataka atuhurumie wote kwanza. Mungu atuhurumie sana. Kuna vitu vya kuzingatia. Kwa mfano, ulipatiwa kadi ya harusi ya kuingia ukumbini, si ndio? Au labda uliomba maombi ya kujiunga na chuo fulani. Unapotaka kuingia na kile chuo, kuingia kwenye kile chuo, huwa kuna vigezo unapatiwa, si ndio? Ambapo vile vigezo ukivikamilisha ndio unapata ruhusa ya kuingia pale chuoni. Lakini pia hata kwenye harusi, ninyi mmehudhuria send off mbalimbali, harusi pale ukumbini, ili uingie kuna vitu unatakiwa uoneshe, si ndio jamani? Ulialikwa ni kweli, lakini ukifika pale kuna vitu unatakiwa uoneshe ili uingie. Sasa tumeokoka
ili tuurithi uzima wa milele. Tunaingiaje huko mbinguni? Hilo ni swali pia la kujiuliza, kwa sababu kuokoka ni hatua moja. Umekubali, umekiri, umetii, lakini imebakia sasa, naingiaje huko mbinguni? Kwa sababu kuokoka ni moja, bado kuna vitu vya kufanya ili uingie mbinguni. Je, ni vitu gani sasa hivyo unatakiwa ufanye uingie, au tu ukiokoka wakati huo unaingia? Lazima ujiulize hilo swali. Kama kweli lengo lako ni kwenda mbinguni, sio tu kuhudhuria hapa ibadani na ukaondoka, lazima ujiulize hayo maswali, kwamba nimeokoka niende mbinguni. Tumeona hakuna lengo lingine la kuokoka, mpendwa. Unapoona shughuli zote zinaendelea hapa ndani, usije ukashtuka ukafikiri ni nini. Unapoona michango hapa inaendelea, wanakusanya michango, usije ukafikiri kwamba eti namna gani. Hiyo safari inaendelea, lakini lengo katika hayo yote, safari ni moja, ni kurithi uzima wa nini? Wa milele. Mungu aturumie sana. Ndiyo, unapoona zinaendelea harakati mbalimbali, makanisa yanajengwa, unapoona vyombo vinanunuliwa, mambo mbalimbali yanaboreshwa katika nyumba ya Mungu, ujue kwamba hizo zote ni harakati za safari. Unatakiwa uendelee kutafuta namna gani unaenda mbinguni. Mungu aturumie sana. Ndiyo, sasa unaingiaje mbinguni? Ni kweli umeokoka, ni kweli umekubali, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na umefika mahali hapa, umekusanyika, umeacha vitu vyako huko. Ni ajabu sana kama hujui lengo la wewe kuja hapa, yaani ni heri usingekuja. Mungu aturumie sana. Ndiyo, kwa sababu tuna akili timamu. Huwezi ukafanya kazi ambayo haina manufaa. Unawezaje ukafanya kazi haina manufaa? Umetoka asubuhi nyumbani mpaka jioni, umeenda kuzurura tu, hakuna chochote umefanya. Unawezaje kufanya hiyo kazi? Kwa sababu tunapokuja hapa kanisani, ndugu zangu, hata akili za kawaida zinatumika. Common sense wanaita, akili ya kawaida pia inatumika. Lazima utafakari kama mtu mzima kwamba naenda kanisani, kweli nimeokoka, siku moja lengo langu ni kwenda mbinguni. Ndio